atatuonekania na atatusaidia. Mimi nimefurahi sana kwa hili kanisa, na the spirit in this church is very good. Na kwa hivyo kanisa sio jengo, ni washirika na umhubiri. Majengo tutajenga pole pole. Na kwa hivyo mimi na timu yangu, kwa sababu tumekuja, tutatoa ile tutaweza tusaidie katika mjengo na nyinyi muweze kuendelea. And I've seen a very beautiful building there. Nimeona very nice abolition. That is the way to go. We'll support another day. Na Mheshimiwa Koibori, asante kwa kutulete hapa na tumepata kubarikiwa sana. Mimi niseme 2-3 things. Ya kwanza, Bishop umesema mambo ya expectations. Nao waheshimiwa wamerudia. Sisi tulipiga kura hapa katika mlima huu. Tukapigia William Ruto. Alikuja hapa ameshika Biblia, akasema ameokoka. Tukamuunga mkono na akatuahidi kila kitu, si ndio? Akaahidi mama mboga atamuinua. Akasema ni serikali ya mama mboga. Yule mama mboga saa hii mtoto yake ya university ako nyumbani. Akasema hii ni serikali ya boda boda. Boda boda ilikuwa 120,000, sasa ni 200,000. Spares 20,000. Hao watu wote walikuwa na expectation, wamekwama. Mambo ya mabarabara akasema atajenga. Hakuna kitu naendelea. Mambo ya stima hakuna kitu naendelea. Sasa nimeona ametuma hii vijana hapa na pesa ati kufanya empowerment ya mama mboga ati na boda boda. Na alikuwa amesema akichukua serikali atakuwa na programs ya serikali ya empowerment ya boda boda na mama mboga. Sasa vile alidanganya mama mboga na boda boda, anafikiria anaweza wadanganya the second time. Mimi nataka tu nimwambie ndugu yangu William Ruto, you can fool some people sometime, but you cannot fool all the people all the. Hizo empowerment inaendelea ni uongo mtupu. Hakuna haja uchukue pesa ya serikali ya kununua madawa uende upatie akina mama ya boga ati waende nayo hospitali. Wacha pesa ya madawa ikae kwa hospitali. Hiyo pesa yote ni ya wizi. Imepatiwa hao vijana wanasunguka kila group 10 million. Lakini mimi niambia watu wetu, hatuwezi kubali ndovu ikuve na pembe. Lazima tungoe hizo pembe kabla tuzike ndovu, si ndio? So those things inaendelea is a waste of time. Lakini kwa sababu hiyo pesa imeibiwa na msipochukua itapelekewa wengine, chukueni hiyo pesa. Bona msichanganye na ile iko kwa yako, ile mzuri, kwa sababu hiyo ni pesa imelaaniwa. So we want to say those tactics ulitumia that time cannot apply now. You can cheat people once, but you cannot cheat them a second time. So watu wanatulia tu, wanaangalia na wanaelewa what is going on. Mambo ya payslip, wale wafanyikazi wote wako hapa, private sector, public sector, payslip yao imekuwa raided. Their purchasing power has been eroded. Na ndio tunasema serikali tunataka kuunda, our first responsibility is to restore the dignity of the payslip. Hao wafanyikazi wapate heshima yao by not raiding their payslip. Ingine tukitaka tuseme, nimeona rais analalamika ati viongozi wanasema Ruto must go, ati hawana agenda ingine. That is not our agenda, William Ruto. Hiyo si agenda ya viongozi, hiyo ni agenda ya Wakenya. Sisi all we are doing is aligning with what the Kenyans are saying. Was Kenya wanasema
ndio uchumi hii iboreke, lazima ufanye nini? Wanasema ndio payslip irudi, lazima ufanye nini? Ndio SHA ifanye kazi, lazima ufanye nini? Ndio watoto wa university wasome, lazima ufanye nini? Ndio ufisadi ishe, lazima ufanye nini? Ndio corruption ishe, lazima ufanye nini? Ndio ukabila ishe, lazima ufanye nini? That is not our agenda, William Ruto. It is the agenda of the people of Kenya. Ourselves, we just align with the people of Kenya. Because sisi ni watu ya kutumika. Sisi ni watumishi. So wananchi wakisema hiyo, we just align. So wewe kama uko na shida na hiyo agenda, you have to talk to the people of Kenya and convince them. Mimi niseme, nimesikia rais siku alikuwa na show, anasema ati mimi hakuna kazi nilifanya Kenya, that I was very